Mashabiki wa klabu ya Young Africans wamemwijia juu golikipa wao Djigui Diarra baada ya kile ambacho kiliendelea kwa muda mrefu sana, huku watu wengi wakisema kwamba Djigui Diarra ameifanya klabu ya Young Africans kuwa kama chini yake kwa sababu ya kile kitu ambacho anakifanya pamoja na nidhamu yake mbovu ya kuweza kubishana na viongozi na pia kubishana na marefari na pia kuweza hata kuwagombanisha wachezaji katika klabu hiyo. Hivyo taarifa kwa umma moja kwa moja imetoka ikimhusisha golikipa wa klabu Young Africans Djigui Diarra kwa kile ambacho kinaendelea. Ni taarifa gani hizo? Yanga wameweza kuzizungumza moja kwa moja kwenda kwa golikipa wao Djigui Diarra kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea baada ya mchezo wao uliopigwa pale Airtel Stadium Singida kati ya Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji na Yanga kuweza kupoteza kwa goli 3-2 ikiwa wamepoteza unbeaten yao. Ipi ambayo imetoka, kauli gani kutoka kwenye club nzima ya Young Africans kuhusiana na kile ambacho kimeweza kufanyika? Karibu sana, hii ni Vibe Sports. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kusubscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Karibu, hii ni Vibe Sports. So kwa zile tetesi zote ambazo zimeendelea kwa muda mrefu kumhusisha golikipa wa Young Africans, golikipa ambaye ni namba moja na ni golikipa noma kweli kweli, namzungumzia hapa ni Djigui Diarra kuweza kuonesha kama utovu wa nidhamu mbele ya wachezaji wenzake na pia mbele ya uongozi mzima baada ya kile kilichotokea katika mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji mara baada ya Bakari Nondo Mwamnyeto captain kuweza kujifunga akiwa kwenye harakati ya kuokoa kile ambacho kiliweza kuingia, lakini taarifa zimekuwa ni nyingi zaidi mara baada ya kuweza kususia ama kuonekana kwamba kile kitu ambacho amekifanya Bakari Nondo Mwamnyeto ni mpango ulioko nje kabisa ya kile ambacho anakitaka na kile ambacho club pamoja na mashabiki wanakihitaji. Sasa Djigui Diarra ameingia kwenye mfumo ambao watu wengi zaidi wameweza kumstahiki ama wameweza kumpa lawama nyingi pia baada ya kuweza kususia ile game na kuingia Masalanga na pia Masalanga kuweza kupoteza kwa kuongezwa chuma 2. Ikumbuke kwamba Diarra aliondoka akiwa amepoteza chuma moja ambayo ilifungwa na Captain Bakari Nondo Mwamnyeto, na baada ya hapo alijifanya ameumia kiuhalisia. Inaonekana kabisa moja kwa moja Djigui Diarra hakuumia chochote kile, bali aliamua kukwepa lawama ambazo ziliweza kutokea pale, na akionyesha moja kwa moja amepaniki na hakutaka kabisa kuongea na Bakari Nondo Mwamnyeto kwa kuwa tayari aliweza kuharibu ile clean sheet yake ambayo anaitafuta kwa muda mrefu. So taarifa kutoka kwenye klabu ya Young Africans ilipelekea moja kwa moja kuweza kupoteza ule mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, kwa sababu baada ya kutoka tu golikipa namba moja wa Young Africans Djigui Diarra, basi klabu ya Young Africans ilitoka kabisa kwenye mfumo ambao ulikuwa unatumika moja kwa moja, hivyo ikapelekea moja kwa moja kuweza kupoteza kile ambacho walikuwa wamefocus nacho na kuweza kuruhusu chuma 3 kuingia ndani pale mara baada ya Dodoma Jiji kuweza kusawazisha na pia kufunga dakika ya 90 za nyongeza, akaongeza chuma 2 na kuweza kupelekea moja kwa moja ushindi wa bao 3-2 dhidi ya klabu ya Young Africans, huku bao la mwisho la ushindi la Dodoma Jiji likifungwa na mzee wa kazi Waziri Junior Shemtembo baada ya kile ambacho kiliweza kufanyika kuweza kupoteza mchezo na pia kuweza kupoteza unbeaten ambayo ilikuwa ni bora zaidi kwa Young Africans, huku ikitarajia michezo yote iliyobaki watamaliza bila kufungwa. So taarifa kwa umma kwa Djigui Diarra ni kwamba yupo katika sakata kubwa zaidi la kuweza kuingia kwenye mikakati mipya ya kuweza kupoteza kile ambacho wanakitaka, huku mashabiki wakisinikiza zaidi aweze kuondolewa kabisa kwenye mfumo wa kikosi hicho. Ni kweli kile ambacho mashabiki wanakihitaji kwamba golikipa namba moja wa Young Africans Djigui Diarra aweze kuondolewa kwenye mfumo na aweze kuleta golikipa mwingine. Shinikizo limekuwa ni kubwa zaidi, watafanikisha hiki ambacho wamekipanga ama ni vile propaganda ambazo zipo? Endelea kufuatilia Vibe Sports kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi kemkem hapa katika channel yetu pendwa zaidi, kwa sababu kuna taarifa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kubakia nasi, hii ni Vibe Sports. Asante, tumia sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe.